Emmanuel Milanzi ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa mikono Simiyu. Tumeandaa programu hii ambayo ni mafunzo ya siku 6 ambayo yanahusu walimu na wadau mbalimbali ambao wanahusika na kufundisha lakini kufanya uamuzi wa mpira wa mikono. Katika mafunzo haya unaweza kutuambia kwamba ni mkufunzi kutoka wapi ambaye amehusika kutengeneza hiki kikosi ambacho tunakiona hapa? Okay, mkufunzi aliyepo anaitwa Mr. Emmanuel Majula. Ni mkufunzi anayetoka kamisheni ya ufundi kutoka chama cha mpira wa mikono Tanzania kwa maana ya TAHA. Maendeleo, ninyi kama wataalamu, ninyi kama viongozi wa chama cha handball, maendeleo ya mchezo huu katika eneo lenu la mkoa wa Simiyu yakoje? Na pia maendeleo ya kambi kwa maana hawa wanaofundishwa pia unayaonaje? Okay, maendeleo ni mazuri kama unavyoona, asilimia kubwa mafunzo haya yanafanyika ndani ya viwanja hii yako vizuri. Tukiangalia mkufunzi wetu amekuwa akitoa mafunzo ambayo yanakwenda kuwasaidia walimu kuhakikisha kwamba wanakuwa mahiri na wabunifu hasa katika mchezo huu wa mpira wa mikono. Na tunasema kwamba tunatarajia sasa baada ya kutoka hapa makocha wetu watakuwa ni mahiri kweli kweli kuhakikisha kwamba mpira huu wa mikono kwa maana ya handball unakuwa katika maeneo yote ya halmashauri zote zilizopo ndani ya mkoa wetu wa Simiyu. Lakini pia mchezo huu unakuwa kwa ngazi ya mkoa na kuhakikisha kwamba tunashiriki katika mafunzo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa. Kama chama cha mchezo huu wa handball, matarajio yenu ni nini? Matarajio kama tulivyosema kwamba tunatarajia kupata walimu ambao wana weledi mkubwa katika ufundishaji wa mpira wa mikono, lakini walimu ambao watakuwa pia mahiri katika masuala ya sheria, lakini pia katika mambo mbalimbali ya vitendo na mambo mengine. Nini kiliwasukuma kuleta hii course? Okay, kilichotusukuma zaidi ni kwamba baada ya kuona kwamba asilimia kubwa ya tunasema wadau mbalimbali wa mpira wa mikono walikuwa kidogo hawapo vizuri, kwa maana kwamba kidogo walikuwa wamelegalega katika ufundishaji na ubunifu, lakini hasa katika masuala ya sheria. Tukiona kwamba katika mchezo huu asilimia kubwa wengi walikuwa nahisi kwamba ni mchezo mgeni, lakini kiuhalisia ni mchezo ambao upo kwa miaka mingi, lakini tu kwa maeneo yetu ya mkoa wa Simiyu yalikuwa bado mchezo huu haujafika. Naitwa Jigamba Charles Thomas, ni mshiriki wa kozi hii ya mpira wa mikono ambayo inafanyika katika halmashauri yetu ya wilaya Bariadi kwa maana ya mkoa wa Simiyu. Na unaweza kutuambia kwamba kabla ya kozi hii umewahi kushiriki kozi nyingine yote? Yeah, kabla ya kozi hii nimeshawahi kushiriki kozi mara 2, ambapo mara ya kwanza tulifanyia hapa Bariadi, lakini mara ya pili tulienda kufanyia katika chuo cha michezo Maria chini ya mkufunzi Wimbo. Unaona kuna utofauti gani? Yeah, mabadiliko yapo, na ukumbuke kwamba kila mkufunzi huwa na ujuzi wake anaofahamu, na ukizingatia yale mafunzo ambayo tuliyapata kwa muda mrefu zaidi, sasa hivi tunaona vitu vingi vimebadilika, sheria zimebadilika, lakini pia tunaongezea maarifa mengine ambayo tulikuwa hatunayo. Na nizidi kusema tu kwamba ni kweli tumeongezea maarifa, kwa sababu mwalimu ambaye anatufundisha kwa kipindi hiki ni mahiri sana, anaofahamu mpira wa mikono. Kwa maana hiyo tunapata ujuzi na uzoefu zaidi tunapokuwa tunashiriki kozi kama hizi. Kwa majina anaitwa Mwalimu Eliminata Emmanuel kutoka wilaya ya Meatu. Uko hapa, hii ni siku ya ngapi leo? Leo ni siku ya 3 ya mafunzo. Umewahi kushiriki mafunzo yote ya mchezo huu wa handball kabla ya haya? Yes, nimewahi kushiriki, lakini hayakuwa kama haya, japo yote yalikuwa yanahusu handball na yalikuwa na ujuzi tofauti. Kila ambacho ulikuwa umekifikiria kabla hujaja katika maeneo haya na kila ambacho umekiona ama ladha uliyoipata tangu baada ya kuanza mafunzo, unaweza kutuelezea yana utofauti gani kati ya fikra na kila ambacho kiuhalisia unaendelea kukipata hapa? Yes, yana utofauti mkubwa kwa sababu nilishiriki kozi ilikuwa ni ya uamuzi, lakini hapa nimekuja nimepata coaching skills, naweza kumwelekeza mtoto, tofauti na kule nilijifunza kuchezesha mpira wa mikono tu. Hapa najifunza kucheza, najifunza kufundisha pia.
Nini matarajio yako baada ya hii kozi? Matarajio yangu ni kuwa mchezaji mzuri wa mpira wa mikono na kuwa mwalimu mzuri wa mpira wa mikono. Mipango ni mikubwa sana, sababu wilaya imeniamini, imeniruhusu kuja kuchukua ujuzi ambao nitaenda kuwapa wanafunzi na kushiriki katika mashindano makubwa UMITA na UMISETA. Nini wito wako kwa jamii na serikali juu ya vitu kama hivi, kwa maana ya mafunzo na kozi mbalimbali ambazo zinakuwa zinatolewa kwenye idara na tasnia ya michezo? Wito wangu kwa serikali na wadau wote wa michezo kwenye mpira wa mikono, nguvu walioiwekeza kwenye michezo mingine kama soka, basketi, pia waelekeze kwenye mchezo wa handball. Tunahitaji sana sapoti yao ili kuhakikisha tunakuza huu mchezo wa handball kama ilivyo kwa football na basket. Tangu umekuwa katika ajira na umekuwa katika kitengo cha michezo, nini ni changamoto ambazo unaweza kidogo kutulambisha ambazo zipo kwenye idara hii ya michezo? Changamoto iliyokuwa kubwa, cha kwanza ilikuwa ni kukosa kozi, maana yake kukosa elimu kuhusu mchezo husika, na tayari viongozi wajitahidi kutatua hiyo changamoto, wanaleta kozi kama hizi. Changamoto nyingine huwa ni miundombinu, vifaa vya michezo, japo vingine wanafaragua walimu, lakini ni vizuri tukatumia michezo ya vifaa vya kitaalamu zaidi vinavyotakiwa. Okay, neno lako la mwisho kwa wadau, wanafunzi, lakini na wale wapenzi wa mchezo huu? Nawapenda sana na wajiandae kupokea mazuri kutoka kwangu. Haya,